Naam, jambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi channel ambayo inakupa updates kibao. Video hii nitakuonyesha namna gani ya kuweza kutengeneza taski na subtaski kwa mwaka 2026. Ikumbuke kwamba mwanzo mfumo ulikuwa uwezi kabisa kuweza kutengeneza taski, lakini soon sasa wameshaachia mfumo, unaweza kutengeneza hizi taski na subtaski. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza, either ni ajira mpya au wanapata changamoto namna gani ya kuingia, unaweza ukaingia Google na ukasearch ESS utumishi na ukaingia katika kiunganishi cha kwanza kabisa ambacho ni ess.utumishi.go.tz. Hapo utatakiwa kuweka password na username. Kama bado utatakiwa kujisajili. Ukikwama kujisajili, achia comment tukusaidia. So, kwa wale ambao wana hizo password na username, baada ya kufanya hivyo basi wataweza ku login na watakutana na kitu kinaitwa utendaji watumishi. Sasa hapo ndipo ambapo unaweza ukatengeneza hiyo mipango yako. Ukiingia utakutana na hapo personal information, upande wa kulia zitatokea taarifa zako. Kitu cha kuzingatia hapa ni kitu kimoja. Hapa kwenye premise ya type, hapa ndio muhimu sana kuzingatia. Kama wewe ni mwalimu, hakikisha kwanza umeweza kuselect calendar year, not financial year. Ukiweka katika financial, basi kifika mwezi wa 7 huwezi kuona tena hizo task zako. Nakukumbusha tu, hii ni Mdope Ujuzi. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe. So, baada ya kufanya hivyo utakuja hapo kwenye institutional plan, utaenda kwenye taski na itatokea mwaka husika 2026. Upande wako wa kulia kuna sehemu imeandikwa create task. Hapo ukibofya create task utaweza kuandika ile taski kuu, kazi yako kuu kutekeleza kwa mwaka huo. Kwa mfano hapa ni kuandaa shughuli za ufundishaji kwa mwaka 2026. Na hiyo tayari inaonyesha hiyo ni taski namba 1. Mbele pale kuna hiyo action ambayo unaweza ukaongeza sasa hizo subtaski. Kibofya hapo utapata na view, delete, edit au create new subtask. Sasa kazi kubwa mara zote huwa inakuwa ina kazi ndogo. Kwa mfano kuandaa shughuli za ufundishaji na ujifunzaji kwa mwaka 2026. Let's say labda kuandaa maazimio ya somo au ya masomo ambayo unafundisha. Hiyo itakuwa ni shughuli ndogo. Kwa hiyo kwenye task kuu utabofya action, then utaadi subtask. Yani kazi kubwa iingie ndani ya kazi ndogo. Na ukishamaliza utabonya save. Baada ya kufanya hivyo utaona pale imekuandikia kwamba status kuna moja imekuwa drafted, lakini kwenye action hapa ukiweza kubofya tena una uwezo wa kuweza kuongeza hiyo taski au kuifuta au kuiedit, au unaweza ukaiview hiyo subtask ambayo umeiongeza ndani ya taski kuu. Ni rahisi sana. Tazama hapa ninavyofanya. Unaona? So, baada ya kuona umejiridhisha ipo sawa, unaweza ukaisubmit. Ukisubmit hapo kuna kuweza kuikubali kwamba unaipeleka kwa mkuu wako, aidha mkuu wa shule au mwalimu mkuu aweze kukupitishia. Uweze kuanza kutekeleza bila mkuu wako kukupitishia. Utaisubmit hiyo kazi vizuri kabisa na itakuwa submitted. Sasa hiyo ni taski ndogo ambayo ipo ndani ya taski kuu. Sasa ukihitaji kuongeza hizi taski ndogo, kwa mfano issue ya ufundishaji inabeba vitu vingi. Hapa tumesema kuandaa maazimio. Ukitaka kuandaa subtaski, let's say ya kuandaa zana, it is very simple. Utaangalia ile kazi yako kuu, utabofya action. Lazima uback kwenye kazi kuu. Uwezo kaadi subtaski juu ya subtaski. Lazima uje kwenye taski kuu, then utacreate subtaski na utaweza kuandika hiyo subtaski ya pili katika taski kuu. Let's say kuandaa hapo kuandaa nukuu, utasave, utakuja utatengeneza nyingine. Let's say kuandaa maandalio, utasave. Hapa itakuwa ni taski kuu lakini ambayo imeconsist taski ndogo. Ukiangalia hapo moja tumesha isubmit, lakini hizo mbili zipo drafted. Ukihitaji na zenyewe kusubmit utafanya kama vile mwanzo, utaingia kwenye action, alafu utaweza kuview hizo subtaski na kuendelea. Lakini kumbuke unaweza ukatengeneza taski kuu zaidi ya moja. Kwa hiyo utabofya pale juu ambapo umeandikwa create taski na utaandika taski kuu. Kwa mfano si kufundisha tu,
labda kutekeleza majukumu mengine utakayopangiwa na mkuu wako. Sasa ndani ya kutekeleza majukumu hayo kuna taski ndogo. Utafanya shughuli gani? Ni very simple, utafanya vile kama ulivyofanya katika taski ya kwanza kwa kubofya action, then add au create subtask. Ukiona kuna changamoto either umekosea, it's very simple, unakuja kwenye action na utaweza kuedit au kudelete. Kwa mfano ukiview hapo utaona zilikuwa submitted na ambazo submitted, lakini ukihitaji kuedit ulikosea utaedit. Mfumo unakupa uwanda mpana. Kama unataka kuifuta utaweza kuifuta. Ukumbusha tu hii ni Mdope Ujuzi. Maelezo hayo ni mepesi sana, ila usisahau kwamba kusubscribe na kusubmit kazi. Bye bye.